Wenyewe walisema dunia haina siri, na kama ingekuwepo siri sio ya watu wawili, bali siri ni ya mtu mmoja. Kwa nini walimwengu waliamua kusema maneno haya? Mimi sina cha kukuambia zaidi. Kwenye stori ya Kendi na Cindy kuna vitu vingi vya kujifunza, na tutajua ni kwa nini dunia haina siri. Unajua nini kilitokea? Twende nayo utanielewa mbele. Hawa walikuwa ni marafiki toka wapo chuo, na stori yetu inaanzia katika jiji kubwa la Dar es Salaam, mji ambao umebeba watu wa mikoa tofauti tofauti, mji ambao umebeba watu wenye akili nyingi sana, mji ambao umebeba watu wenye future za kutosha, jiji la Dar es Salaam. Hapa tunakutana na Kendi na Cindy. Hawa ni marafiki toka wapo chuo, walikuwa wanapendana, walikuwa wanaambiana mambo tofauti tofauti, hawakuwahi kufichana vitu vyao, walikuwa wanashirikiana kwa mambo mbalimbali. Lakini Cindy na Kendi walikuwa wanasumbua sana toka wapo chuoni. Wanaume wengi walikuwa wanahangaika, na mmoja wa wanaume walikuwa na mshikaji mmoja, handsome boy kinoma noma, mchizi alikuwa anaitwa Sam. Sam alikuwa anampenda sana Kendi, na Sam amemtafuta Kendi kwa muda mrefu pasipokuwa na mafanikio. Unajua kwa nini Sam hakufanikiwa kumpata Kendi japokuwa Sam alikuwa ni mnyamwezi? Kendi alikuwa anapenda sana pesa. Ni mtoto wa kike ambaye alikuwa haangalii mwanaume mkoje, isipokuwa ilichokuwa anaangalia ni kitu kinaitwa sasampa. Sasampa ndio ilikuwa mambo ya Kendi. Lakini Cindy yeye alikuwa ni demu fulani ambaye alikuwa anaangalia tu mwanaume mwenye future, mwanaume mwenye muonekano, mwanaume ambaye anawaza nini kitatokea mbele. Hiyo ni future, ndio kitu alichokuwa anaangalia. Kwa hiyo hawa Kendi na Cindy walikuwa tofauti wao ni huo tu. Walikuwa ni marafiki sasa kiukweli. Sam alikuwa anapiga swaga kila kukicha akimtafuta Kendi, lakini bila mafanikio. Kendi alikuwa anamwambia ni mwanaume mzuri, una mvuto, lakini Sasampa ndio iko mbele. Hata nikisema nikupe wewe nafasi, nini utaweza kuplay part kwenye maisha yangu? Unaweza? Ilikuwa ni changamoto kwa Sam. Lakini Sam alikuwa ni mnyama, na watoto wa kike wengi pale chuo walikuwa wanahangaika na Sam. Watoto wa kike chuo walikuwa wanataka kujiweka kwa mnyama, lakini sio kwa Kendi. Kendi alikuwa hana shobo hizo. Kendi alichokuwa anaangalia, alikuwa anaangalia Sasampa tu. Alikuwa na mambo mengi. Lakini Cindy alikuwa anamfagilia sana Sam. Yaani alikuwa anamfagilia kinoma noma. Anamwambia bwana ni mwanaume mzuri na nini, lakini Kendi alikuwa haelewi kabisa. Ila Cindy alikuwa anamuelewa sana Sam. Lakini sasa ndio tofauti ya moyo hapo. Moyo unaweza ukampenda asiyekupenda, lakini unapopenda wewe haupendi. Hiyo ni matokeo ya moyo na wengi tunayajua hayo. Maisha yaliendelea, wakavunja chuo kikaisha fresh, na unajua mnakuwa marafiki, lakini mkishatoka chuo ile chemistry inavunjika kwa sababu kila mtu anakuwa na mitikasi ya maisha, ubizi hapa na pale, tunaanza kupelekwa mbio na maisha. Unajua nini kilitokea? Ni Kendi akapata mwanamke mwenye pesa kama alivyokuwa anataka yeye. Sasa mambo yakamnyokea, akapata mshua mfanyabiashara, mchizi, ana kila kitu, maisha safi. Kendi akabadilisha maisha, lakini tofauti na Cindy maisha yake yalikuwa ni ya kawaida tu. Alitafuta mshikaji mwenye future, mwenye malengo, nao akaanza naye kustart chuoni maisha yakaenda. Walikuwa na ushikaji na urafiki, walikuwa wakiwasiliana hapa na pale, hivyo wakipeana mawazo hapa na pale, lakini alikuwa amejipata ni Kendi. Kendi alijipata kinoma sana. Jamaa yake alikuwa ni anahela, ni anaumwa pesa, maisha ni mazuri, yani sijui nikwambia, yani sina cha kukuelezea kuhusu maisha kwa sababu alikuwa ni tajiri. Unachoweza kusema tajiri ni tajiri ambaye anaeleweka. Kwa hiyo alikuwa ana enjoy sana life yake, yani maisha ambayo alikuwa ni ya starehe sana. Sasa changamoto ikaja kutokea ni kwamba maisha alikuwa ana enjoy, isipokuwa sasa mtoto alikuwa hana. Kwa hiyo swala la mtoto likaanza kumtesa sana kichwa mwanadada. Kendi alikuwa anahangaika sana kuhusu mtoto. Alikuwa akihangaika, akienda kila hospitali kwa sababu shida sio pesa, lakini watoto tu ndio ilikuwa changamoto kwa Kendi. Kwa hiyo alihangaika hospitali tofauti tofauti, lakini cha ajabu ni kwamba alipofanywa vipimo aliambiwa hana shida yoyote. Ni mwanamke ambaye anaweza kubeba ujauzito na akapata mtoto. Lakini sasa anapokuja kwa mume wake alikuwa ni mkali. Anamwambia hapana, hawezi kumwambia ndio hospitali. Mwanaume anamwambia sina huo muda na siwezi kwenda hospitali. Sijui labda kama mwanaume alikuwa anajua kuna kitu kinachoendelea behind, sijui. Ilikuwa ni kama ni siri yake yeye mwenyewe. Lakini Kendi alikuwa akihangaika sana. Kwa hiyo ilimtesa kwa muda mrefu. Ilifikia hatua kwamba kiasi kwamba hata zile pesa tena anaona sio issue kwake. Umeona kila kitu unacho, lakini sasa uhitaji ni mtoto. Umri unasogea. Inakuwaje tofauti na mwenzie? Cindy alikuwa tayari yeye ameshapata watoto wake wawili na maisha sio mazuri sana, lakini sio mabaya sana. Asubuhi anajua atakula nini, mchana atakula nini, usiku atakula nini, ana amani ya moyo wake. Sio, umenielewa? Maisha yalikuwa hivyo na ana enjoy kinoma. Ila tofauti na huyo ambaye Kendi yuko kwenye pesa, kwenye kila kitu, lakini furaha ya mtoto hana. Uhitaji umebadilika, sio pesa tena. Uhitaji ni mtoto. Kwa hiyo kitu mbele kilikuwa kinamtesa kinoma noma. Bei moja akaona ngoja afunge safari aende kamtembelee rafiki yake Cindy.
Akafunga safari mpaka kwa Cindy. Alifika kwa Cindy, akamuelezea Cindy, bwana dai maisha yamekuwa ni changamoto kwa sababu mume wangu kila siku ni kelele, mume wangu anahitaji mtoto, lakini nikisema tuende hospitali, mume wangu masuala ya hospitali anasema yeye tayari kishawahi kuaga na mtoto kabla yangu mimi. Kwa hiyo hana tatizo. Sasa sijui ni kwa nini imekuwa ni kwangu mimi na mimi nimeshaenda hospitali, sina tatizo. Oya, Cindy akamwambia sikiliza, hebu turudie tena hospitali, twende tukacheki vipimo. Kweli akaondoka na shoga yake akaenda akacheki vipimo, yuko fresh. Sasa Cindy akamwambia, mimi nitakupa plan. Una plan ambayo unaweza tukaifanya na ikakusaidia. Mwamba si anataka mtoto na anakusumbua kuhusu mtoto, wewe una uwezo kupata mtoto na wewe una shida na mtoto, lakini unataka upate mtoto kwa mume wako. Oya, unamkumbuka Sam? Akasema yes, namkumbuka Sam. Akamwambia sikiliza, Sam alikuwa anakupenda toka yuko chuo. Long time alikuwa anakufukuzia. Na Sam sasa hivi ana kiofisi chake ambacho ni kigereji amekifungua na pajua anakupatikana. Kama vipi mimi nitakupa information wewe pasipo mimi kwenda, nitakupa direction uende ukijipeleke pale kwa sababu ujifanye unamsalimia, na Sam akikuona kwa sababu bado alikuwa anakupenda na bado mtoto unaita, Sam atajichanganya. Na Sam akijichanganya, sikiliza, tembea naye, force naye upate mtoto, lakini pasipo yeye kujua, alafu narudisha majibu kwa mume wako. Akamwambia, mwanangu, umenipa bonge idea, nimefurahi kinoma na nakushukuru sana kwa wazo lako ulionipa. Basi poa, akampa information. Na kesho yake haikupita muda, yani demo ile kwa sababu alikuwa ana uhitaji wa mtoto, hakulaza damu. Kesho yake alipoelekezwa akaenda, na kule alipofika akamkuta Sam chizi mnyamwezi vile vile kama ulivyomwacha, ndio yuko hivyo hivyo, hajajipata, ana maisha mazuri, ana maisha ya kawaida, lakini ameoa, ndo ametoka kwenye ndoa yake juzi kati tu. Muona bwana, akakutana pale. Alifurahi sana kumuona yule demo, akasalimiana, akapiga stories hapa na pale na nini. Na Sam kweli alikuwa anampenda, akachomekea, bwana vipi? Akamwambia bwana, mimi siwezi kuwa na wewe kwa sababu mimi nimeolewa sasa hivi, ni mke wa mtu na nimeolewa na fulani. Akamtaja bosi ambaye ni mfanyabiashara mkubwa anajulikana. Sam alishangaa, akamwambia hongera zako bwana, yaani hongera sana kwa sababu hata mimi nilikutana na Cindy akanipa stories zako. Basi wakapiga stories hapa na pale, wakabadilishana namba za simu. Demo akasema mimi nimeshtuka tu kupita hapa, kumbe ndio ofisi yako, nimefurahi kukuona. Sina mambo mengi alionileta, bali mimi naondoka zangu. Demo akamwaga akaondoka, lakini kumbe Demo alikuwa mtego tu ule anautega. Basi wakaanza kuwasiliana na Demo akawa anampa support Sam. Sasa akamleta karibu, wakawa na chatting za hapa na pale, akipata muda anampitia pale, wanapiga story na nini. Sam akaendelea kurushia nyavu yake kama ilivyo kawaida. Bwana, mtoto nimekuelewa, Kendi vipi? Mpaka leo amesahau kabisa Sam kama ana mke, umeelewa? Lakini Kendi akajifanya kama hataki, unaelewa? Lakini kumbe lengo lake anamtaka Sam na ana mitego yake. Ikaenda kumbe Kendi sasa alikuwa anatega afikie zile siku zake za danger kama alivyoelekezwa na daktari. Ile ni siku ambazo za kukutana za hatari. Kweli zikafika siku za hatari, ilipofika siku za hatari akamwambia Sam, bwana naomba tutoke. Sam bila yana kwa sababu ni mtoto wa kike tena, akakubali. Na ndio Sam tena alivyoambiwa na mtoto wa kike, unajua, akakubali, akatoka na Kendi. Walipotoka na Kendi bwana, katika mambo yao huko akanywa wakala, mazingira akawa kama tofauti. Unajua mtoto wa kike na wa kiume wakai sehemu moja. Oya ndugu yangu, hawezi kukaa tu faragha hivi. Alafu wako chumba cha siri wenyewe. Baada ya kula kunywa, mizuka ikapanda. Sam akaomba mchezo, akashangaa ikawa tu rahisi, akafunguliwa. Sam bwana akafanya ya kufanya, ndugu yangu. Baada ya hapo asubuhi wamekuja, wameagana kila mtu kivyake. Sam sijui alienda kumwambia nini mke wake, Kendi naye sijui alienda kumwambia nini mume wake. Maisha yakaendelea. Haikupita muda, baada ya miezi mitatu Kendi anaenda kupima, rafiki yangu, imejaa mimba, amepata mimba. Kendi alifurahi kinoma noma, akampelekea rafiki yake Cindy habari hizo, akamwachia na zawadi ya kutosha tu. Bwana dada, nimefurahi rafiki yangu, ushauri wako umenitosha sana na umenifaa sana ndugu yangu, yaani Mungu akubariki. Kendi akarudi kwa mume wake, akampa ile habari kwamba mume wangu, habari njema ni kwamba na mume alifurahi kinoma, akamwambia sikiliza, cha kwanza kabisa na kutoa autoso mtu kukaa tena Tanzania, uende kwanza ukatulie Europe. Mtoto akika akapelekwa Europe, akaenda akatulia huko, akakaa kinoma, kakaa kama miezi mitatu, miezi minne, miezi mitano, akarudi Bongo. Alipofikia hatua kujifungua, akajifungua vizuri na nini, akachukuliwa tena. Mungu sio Sumani, akapata watoto wawili mapacha. Alipopata mapacha wale, akapewa tena safari ya kurudi nje kujisikilizia. Mtoto akakaa nje, akakaa kama mwaka mmoja hivi, akarudi. Sasa wakati aliporudi, kwanza wakati yuko nje akawa anamjali sana Sam. Anamtumia sana miamala Sam, na Sam alikuwa anapata miamala ile, alikuwa hataki starehe. Sam alijiwekeza naye alijikita. Sam akawa anafanya yake, jitihada zikawa kubwa, gereji naye katanuka, biashara zikaanza kuonekana, akapata kigari kizuri, maisha akajenga nyumba nzuri. Kwa hiyo naye pia ikawa sio mtu mwenye njaa, yani 200 300 ya kula akawa ameipata. Maisha yakawa yanaendelea. Demu yule akarudi
Alivyotua bongo bwana, kama kawaida maisha yakaendelea, akaenda kwa rafiki yake, akamwambia bwana Cindy, nimekuja angalia watoto. Cindy alifurahi sana kuona watoto. Sasa watoto, ndugu yangu, asichokwambia mtu damu nzito kuliko maji. Watoto wametoka ni chata ya Samu, yani uulizi, ni kama vile unaangalia picha yani hapa na hapa. Watoto wamefanana kama mbuzi na mshikaji, yani ni copyright. Basi bwana, maisha yakaendelea. Sasa alichokuwa anachokifanya Kendi ni kwamba akawa anamkwepa Samu. Samu asiweze kukutana naye, kwa sababu mara nyingi Kendi alikuwa anatembea sana na watoto wake kwenye gari. Unajua tena maisha mazuri. Yeye anatoka na watoto wake anaenda huko anaenda huko. Na watoto ukizingatia ndo bado wadogo, na mwaka mmoja. Umeelewa? Alikuwa anapenda sana watoto wake hawaachi, na ni mama pale alikuwa na kiu na watoto. Maisha yakaendelea bwana. Sasa kilichokuja kutokea, bahati mbaya, Samu katika harakati zake akapata ajali. Samu naye amejipata na 200-300 akapata ajali Samu. Baada ya kupata ajali Samu akaumia sana kwenye uti wa mgongo. Samu akapelekwa hospitali. Alipopelekwa hospitali akafanyikwa matibabu pale, alikaa hospitalini kwa miezi 6. Lakini Kendi akapata taarifa, ila akawa sio mwendaji, akawa tu anahusiana naye, anakutumia miamala, bwana pole, nimesikia umepata ajali, pole sana. Wakawa wanawasiliana, lakini ule ukaribu kawa umeshakufa, kwa sababu alichokuwa anakitaka Kendi kashakipata. Shida yake ilikuwa ni watoto. Basi maisha yakaendelea. Sam akapata ruhusa sasa kutoka hospitali, lakini habari mbaya ni kwamba daktari akamwambia kutokana na ajali uliyoipata, mgongo wako umeumia. Kwa sasa hivi achana sana na kuendesha gari. Kuwa ni mtu ambaye unaendeshwa, kama una safari yako ndefu usifanye safari ndefu, lakini pia ni mtu wa kufanya mazoezi. Hilo ni jambo ambalo lizingatie. Lakini habari mbaya zaidi ni kwamba hauwezi tena kuzalisha, yani huwezi kumpa mwanamke mimba. Ile ikawa ni habari mbaya sana kwa sababu ukizingatia hana mtoto. Umeona alivyorudi nyumbani, Samu alikuwa ni mkwana. Akakaa kitako na mke wake akamueleza, bwana mama, mimi sasa hivi kwa kumpa ujauzito mwanamke sina uwezo. Na sisi toka tumepeleka mke wangu mpaka muda huu hapa hatujafanikiwa kupata nini? Kupata mtoto. Kwa hiyo sasa imekuwa ni changamoto. Inabidi nikueleze tu ukweli. Mwanamke aliumia sana. Yaani mwanamke aliumia sana kiasi kwamba yani hakutegemea kama habari ingefikia hivi. Sasa maisha yakaendelea. Kilichotokea kibaya ni kwamba Samu akabadilika, akawa ni mtu wa kulewa. Stress nyingi, mawazo yani anakuwa amepagawa kabisa. Akawa ni mtu anatoka kwenye mstari sasa. Akawa ni kulewa tu na kushinda maklabu huko, akija nyumbani amelewa. Hasa mke wake akawa anajaribu kumplizi sana na kumtia moyo kwamba usife moyo. Mungu ana zaidi ya sisi wanadamu, anaweza akafanya jambo. Na mwanamke akawa ni mtu wa kwenda sana kwenye makanisa, ibada, akifanya maombi na akiamini kama alikuwa ni majaribu tu. Samu lakini alikuwa amekufa kabisa moyo. Samu ni mtu wa pombe. Samu alikuwa ni hovyo. Sio yule Samu ambaye ulikuwa unamfahamu. Sio Samu yule ambaye alikuwa ni Samboi. Samu alikuwa ni mtu wa kulewa na kukota kwenye mitaro. Bei moja sasa, Mungu sio Sumani, Kendi akamkuta Samu kwenye hali mbaya. Akamuokota Samu, akamwambia Samu, mbona umekuwa ni hivi? Shida ni nini? Samu alikuwa analia, hata hawezi kueleza kwamba aseme nini. Akamwambia bwana, yani mimi nina changamoto kubwa. Akamwambia mbona sasa hivi maisha yamekuwa mazuri na Kendi amekusaidia. Sasa ni nini? Hebu Cindy akalalamika sana, hebu nieleze changamoto yako ni nini? Umekuwa hivi Samu, shida ni nini? Samu akamwambia bwana, habari ndio mbaya ni kwamba nimekuwa ni mwanaume tu gogo, kwa sababu nimetafuta kipato kwa muda mrefu, nimeteseka kwa muda mrefu. Nashukuru Mungu nilikutana na Kendi. Kendi kanisaidia, kanitia nguvu, nimeinuka, nimefanikiwa, nina maisha mazuri, nina nyumba. Lakini sasa hivi uweze amini, baada ya kupata ile ajali nimeambiwa kwamba na daktari siwezi kuzalisha. Kwa hiyo ni mtu ambaye nitakufa, sina watoto. Ni mtu ambaye nitakufa, sitoacha hata jina. Ni kitu kinanitesa kwa sababu uhitaji haukuwa pesa. Uhitaji ilikuwa ni pesa, lakini una familia, niitwe baba. Huwa inaniuma sana. Yaani Cindy alisikitika na akacheka sana, akamwambia sikiliza, hebu nisikilize rafiki yangu. Wewe ni rafiki yangu, tumetoa machuo wote na ninakujali na unajua kabisa Sam, mimi ndani yako nilikuwa na mapenzi ya dhati, japokuwa nimeolewa na mama wangu, lakini bado Sam nilikuwa nakupenda. Naomba nikwambie kitu ambacho ni kizito na usichokielewa. Unamjua Kendi ambaye ni mpenzi wako? Ndio. Sasa Kendi mimi kusababisha, mimi ndio mwanzo wa Kendi kuja kwako. Kendi ana watoto wako. Kipindi ambacho mlikutana ukaenda kwa sex naye hoteli, mimi nimejuaje? Kaambia na shangaa, kaambia basi mimi ndo mwenye hiyo siri. Mimi ndo nilisababisha Kendi akakutafuta wewe, na mimi ndo nilimwelekeza Kendi gereji kwako. Kwa hiyo Kendi ana watoto wako wawili mapacha. Kwa hiyo sio kwamba baba una watoto, una watoto. Bwana, dunia haina siri. Samu alichanganyikiwa akasema hapana, siwezi kuambia. Sikiliza, nitakachokusaidia nitakuelekeza, kwa sababu ana supermarket yake. Mida ya saa 10 jioni huwa mara nyingi anaendaga kufanya shopping, ila ni siku za weekend ndio anaendaga kufanya shopping ya watoto wake kwenye supermarket yake. Kwa hiyo naomba nikuelekeze ufike hapo. Basi Samu akafurahi, akamwambia naomba nipe information ya kufika. Akamuelekeza, na kweli ile weekend ilipofika
Samu akaenda pale. Usichokijua bwana, baada ya kuingia ndani anatoka. Usilolijua sikuagiza. Hajui kwamba mwenzake Kendi, hajui kwamba Cindy kashamwaga mchele kwenye kuku wengi. Anatoka na watoto wake anafurahi. Anashangaa anatokewa na Samu. Yaani kidogo Kendi azimia. Na Samu alipoona watoto, ajabu, Samu hakuongea chochote, lakini watoto wenyewe walibaki wanamshangaa. Vitoto vimeshachangamka, unajua. Vinafanana kinoma na baba yao. Alichosema Samu ni kauli moja tu, wanangu, 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 wanangu. Kendi akamwambia usichanganyikiwe wewe. Unaongea habari gani? Umechanganyikiwa. Kwanza umekuwa mchafu, umekuwa akili zako zimekuruka. Hao ni watoto wake, acha ujinga wewe. Akaingiza mtoto kwenye gari akapanda. Hapana. Samu akasema usikubali. Kendi akawasha gari, anakimbia na gari yake. Samu akaanza kufukuzia. Alipofika mbele akablock ile gari. Akamwambia Kendi, shuka tuongee. Kendi akamwambia nikwambie, umechanganyikiwa. Tena umechanganyikiwa sana tu. Nitakuletea matatizo. Kama mimi niliweza kusababisha maisha yako yakapanda, pia naweza kuyasababisha maisha yako yakashuka. Samu hakukubali. Anamwambia naomba Kendi shuka kwenye gari tuongee. Kendi hakushuka. Na ilichotokea Kendi akaisukuma gari ya Samu. Walipofika mataa, Kendi akafanikiwa kumwacha Samu. Na alipotoka baada ya Kendi kufanikiwa kumwacha Samu, alipofika nyumbani alikuwa yuko stress kinoma. Ikabidi achukue simu yake, ampigie nani? Ampigie Cindy. Akamwambia Cindy, asicho kijua kwamba Cindy ni nyoka. Akamueleza Cindy kila kitu bwana. Samu kaja, yani kampa full story. Lakini Cindy akamwambia nikwambie kitu. Kendi, wewe ni rafiki yangu sana. Samu mimi ni mshikaji wetu ambao tumetoka naye mbali. Wewe pesa umeshajipata. Kwa nini usimwambie wewe mwanaume wako ukweli, ukamletea Samu watoto wake, kwa sababu Samu naye pia sasa hivi kimaisha amejipata. Kendi alishangaa akamwambia una wazimu. Una wazimu. Kwa hiyo wewe ndio umeenda kumwambia Samu kwamba mimi na watoto wake? Akamwambia mimi nibidi, kwa sababu pale alipo Samu ana tatizo kama lako. Mimi ndio nilikupa wewe wazo la kwenda, baada ya kuniambia huwezi kupata watoto, mume wako hana uwezo huo, nikakupa mimi mwanzo na wewe kwenda kwa Samu. Sasa na leo hii Samu anapata tatizo, mimi nimwambie ukweli, ubaya wangu uko wapi? Kendi alistajabu sana na alishangaa sana. Akamwambia sasa nifanyeje rafiki yangu kama umenichoma namna hii? Sikutegemea kama wewe ni nyoka. Akamwambia hakuna jinsi, kwa sababu hata Samu kimaisha amejipata. Kendi alikata simu na alilia sana. Akaona ama kweli leo nimepotea. Sasa akawa anajiuliza nifanyeje? Akapata wazo mbadala. Ikabidi achukue tena simu amtafute Samu. Alipokusema ndo Samu akapokea simu. Halo akashangaa sauti ya Kendi. Kampigia namba tofauti. Akamwambia nisikilize Samu, naomba uniambie Samu, ni kitu gani unataka nikufanyie uniache na maisha yangu? Tamka chochote nitakufanyia. Samu akamwambia sikiliza mama, mimi sasa hivi 200 300 ya kula ninayo. Huna chochote unazoweza kunifanyia zaidi ya kunipa wanao. Ninachotaka mimi ni watoto wangu only. Sitaki chochote kabisa. I say, alipagawa kabisa. Kendi alichanganyikiwa afanye nini. Kwa alikaa akatafakari, akaona hasa nifanyeje? Au mwisho wa siku akaona hapa hakuna njia nyingine. Ili niweze kulinda siri yangu, nifanye cha kufanya, maanake ni muue Samu. Jamani. Dunia hii haina siri. Kilichofuata sasa, Kendi kabidi aanze process ya kutafuta watu maalum wa kumuondoa Samu. Kwa hiyo akawa anahangaika atafute watu wa kumuondoa Samu. Basi kuna washikaji fulani akakutana nao. Chizo kwanza kukutana naye, baada ya kuhangaika akapewa connection. Kuna mwamba mmoja anaitwa Obaya. Huyu Obaya huyu bwana, issue zake ndo kama hizo. Yaani wewe ukishampa mkonja wake, mkikaa mezani mkielewana, unamwambia tu bwana, kuuliza unataka nimlete akiwa hai au unataka kichwa? Au sende kamwambia bwana, mimi ninachotaka tu ule mchizi ufanye nini? Umuondoe. Basi hamna noma. Mchizi akawa amepokea ile dili. Kwa hivyo pokea dili, kumbuke mchizi naye ambaye ni Obaya anafanya ile kazi. Baada ya kupewa habari ya kwamba anatakiwa kumuondoa ni Samu, kuna mwanae mmoja ambaye akamtafuta. Maana yeye anapokea tenda, alafu kuna wanae ambao anakutana nao, anagawa fungu, wanafanya misho. Sasa wanae ambao walienda kukutana nao, akutana na mshikaji mmoja. Huyo mshikaji anaitwa Duli. Walipokutana na Duli, akamuelezea habari kwamba kuna mchongo umekuja mezani, tumepewa kazi ya kumuondoa fulani. Alipomtaja yule, sasa Duli asichokijua kwamba Duli ni mteja wa mshikaji, yani Duli anataka kufanya service zake kwenye gereji ya mshikaji. Kwa hiyo sasa kilichokuja kutokea baada ya story kumfikia Duli akakataa mchongo, akasema sikilizeni wanangu, huu mchongo umebuma kwa sababu huyu hapa ni mwenetu kinoma noma, yani ni familia kabisa. Kwa hiyo jambo hilo ni gumu kulifanya. Sasa ukumbuke Obaya ameshampelekea story Duli, na baada ya Duli kukataa huo mchongo, ikabidi Obaya arudi mezani amwambie bana, nikwambie kitu Kendi, yule mchizi kumuondoa inakuwa ni ngumu kiaina, kwa sababu moja ya kabineti yetu ambayo tulikuwa tukafanya ile kazi ni familia yake, yani anamjua kinoma noma. Kwa hiyo issue imegonga mwamba. Kendi ndo akazidi kupagawa na kuchanganyikiwa. Sasa mimi nafanya nini? Akaona hebu nishauri nifanye nini?
Akamuuliza, kwani wewe changamoto ambayo inakusumbua kubwa hasa nini? Akamwambia, bwana, nikwambie kitu kimoja, kinachonisumbua kinachonitesa ni kwamba story iko 1 2 3 4 5 6 7, nafanyaje ubaya? Kwa hiyo nilikuwa natamani tu nimuondoe huyu mtu. Ubaya akamwambia, sasa kumuondoa huyu mtu haiwezekani, na story yako mimi nimesikia vizuri. Ninachokiomba, kwa sababu yule mshikaji ambaye mimi nilimpelekea huu mchongo ni kama familia, itabidi amtafute Sam, alafu tukae kikao tujue tunaifanyaje hii issue tuweze kuisummarize. Wakasema basi poa, haina noma. Wakakubaliana. Sasa ukatumika mkwanja sasa pale kwa njia nyingine, na kibao kikabadilika, ikawa tena sio kumua bali kumuita mezani, tukae tufanye ushawishi, tutumie convincing power, nguvu ya ushawishi, tumshawishi mchizi afunge mdomo wake. Ikabidi wakakubaliana, tenda ikapitishwa hiyo. Mchizi akaenda akampelekea Baduli. Duli akamuita Sam, wakakaa naye chini wakazungumza sana kina kirefu, wakaongea naye kinoma noma. Baada ya kuongea na Duli na Sam alikuwa na msimamo wake tu kusema, na mimi nahitaji watoto. Yaani kusema kwamba nitavumilia nisipate watoto kwangu itakuwa ni changamoto. Yaani hakuna njia nyingine yote tunaweza tukaitumia pasipo kupata watoto. Mshikaji akamwambia, bwana sikiliza, mpaka nakuja hapa mezani tunakaa tunakuita, mimi sisi tumejuaje mchongo? Ni kwamba ilitakiwa kutumika njia mbadala, watu walikuwa wamefikiria mpaka kukuondoa mshikaji wangu. Kwa hiyo nikwambie kitu kimoja, hii ni siri, na sisi pia tunakufungukia siri kama wewe mwenetu, kwamba kuna watu ambao walishatumwa kwa nataka kuangamiza. Asipojua kwamba Sam wanaoongea nao ndio walikuwa wametumwa kwake wamuondoe yeye. Sio, umeelewa? Angalia huo mzunguko na hiyo cheni jinsi ilivyokuepo. Sam alikuwa akiumiza kichwa na kufikiria, lakini wanangu, mimi nawapenda watoto kwa sababu sina uwezo mimi wa kuwa tena na watoto. Kaambia sisi ni wanaume, jambo ilishatokea, wewe una mke na mke wako unaishi naye fresh, au sio mwenetu? Kwa hiyo cha kushauri wewe, embu zima ngoma, achana hao watoto. Mshikaji akasema hapana, yaani tutashauriana, tutaongea mpaka kesho, lakini mimi kusema niwaache watoto haiwezekani. Sasa tunafanyaje? Mchizi akasema, ninachokiona mimi, kama nyinyi washikaji zangu mnaweza kunisaidia, na kama mna moyo wa kusema mnanisaidia, fanya kitu kimoja, naomba mimi hapa mnikutanishe na nani, na bwanake na huyo demu, ili mimi niweze kufunguka kwa bwanake na huyo demu kwamba ajua watoto sio watu. Washikaji wakaona hapana, haiwezekani. Baada ya kuongea muda mrefu, sema kwamba jamani, sikilizeni, hata mimi mwenyewe na mkwanja, naweka mkwanja hapo katikati, tuzungushe hii cheni twende kule. Washikaji na wenyewe bwana, sio tafuta hela tena ndugu yangu, unajua tena la. Wakasema bwana, kama unaweka mpunga mezani sio mbaya. Mpira ukarudishwa kwa kipa. Ukumbuke yule ni mtoto wao, ni mshikaji wao, ni familia yao, alafu ni mtoto wa kiume, yule ni mtoto wa kike. Wakaona hapana, sio kweli, bora tumzunguke yule demu. Basi washikaji walichokifanya, wakaarrange jinsi gani watakutana na yule bosi, wakatengeneza mazingira ya kwamba wao wanaenda kukutana na yule bosi labda kwenye kikao cha kikazi. Kwa hiyo wakatengeneza njia nzuri na rahisi. Alafu walichokifanya sasa, wakamchukua sasa Samu, wakaenda naye pale kama wanaenda kibiashara. Walipofika pale, wakamgongea bosi fresh. Bosi akafungua ofisi na ana appointment kwamba anakuja kuongea na watu biashara ya ofisi. Kwa hiyo bosi alikuwa amekaa katika hali ya utulivu akisubiri kwamba tunaongea mchongo. Akatua pale Samu. Alipotoa Samu alipofika, washikaji manake wakaanza kufunguka. Kumaliza bosi, tumekuja lakini tuna habari iliyotuleta hapa ni tofauti. Sio kama tulivyo arrange appointment kwamba tunakuja kufanya issue ya business, sio biashara. Kifupi iko hivi, mke wako ana watoto wa mshikaji na wale watoto sio watoto wako. Jamaa akasema unasemaje? Akamwambia hivi, mshikaji ni huyu. Kweli bosi akitazama yule mshikaji na akitazama watoto, hakuna tulichokipoteza. Anaamini kabisa kwa 100% kama kweli mchizi watoto ni wa kwake. Unajua nini kilitokea? Ni maumivu ya ajabu. Mchizi aliumia kinoma, ana hela na kila kitu, lakini kumbe alichezewa karata mbovu, alipigwa kanyanga na Kendi. Bosi alichokiamua baada ya yale maumivu, akamwambia mshikaji, basi hakuna shida, ili mimi niamini nitabidi niende nyumbani nikachukua watoto tuje tufanye DNA. Ilifanyika kama walivyokubaliana, wakaenda pale, mshikaji akachukua watoto, ni watoto wake, akaandaa surprise kama anatoka naye. Hata alipoingia nyumbani tu, kwa ile hali ambayo alionekana nayo, alionekana kama ni mwanaume ambaye yuko sawa, kwa sababu unajua mnapoishi na mtu anakuwa anajua na anakusoma vizuri sana. Akachukua watoto, alipopewa watoto akaondoka nao moja kwa moja, akapigia Sam na washikaji zake, wakaenda hospitali wakapima. Kweli DNA ikasoma kwamba watoto ni wa Sam. Kendi, umeniumiza hivi. Bosi aliongea maneno ambayo ni ya uchungu sana. Aliporudi nyumbani hakuuliza, hakutaka kusulubu watoto, bali alimpiga Kendi risasi na yeye mwenyewe akajimaliza. Ikawa story ya Kendi imeishia hapo, na ndio ikatufunza kwamba dunia ina siri. Mshikaji Sam akabaki na watoto wake na akaanza maisha upya.